Sasa leo mzigo wetu unaanzia kwa hawa wanandoa wawili, ambapo mwanaume anaitwa Davis na mwanamke anaitwa Aria, wakiwa wanapiga stori za hapa na pale, na mshikaji anamuaga mke wake kwa kuwa anaenda kumpokea mgeni. Anamkanyagia busu, kisha anaanza safari. Na baada ya muda anakuja na mgeni huyu hapa, ambaye ni rafiki yake wa kitambo sana, anaitwa Leo. Anakaribishwa kwa furaha mno kwa kuwa wana muda mrefu sana hawajaonana. Na wakati Aria anatokea, anashtuka sana baada ya kumwona Leo na anapigwa na butwa. Na Davis anauliza kila kitu kipo sawa kweli. Anaanza kutoa utambulisho, lakini kwa namna wanavyoangaliana ni kama unafahamiana hivi. Na Leo anamwambia rafiki yake, naona kaka hujaacha vitu vyako bana, Big Nyash, mtoto na maini, mtoto na msambusa, mzigo na henya kwenye turubai au vipi? Lakini bidada baada ya kufika chumbani anaanza kukumbuka, na tunagundua kumbe Leo ni ex wa Aria na jamaa alikuwa anamkamia kweli kweli. Sasa ndoa itakuwa na uhai hapa. Basi ongozana nasi hadi mwisho wa mzigo huu wa kuitwa Let Me In Again, upate burudani ya viwango vya TBS. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili movies kwa siku zijazo. Na ulipofika usiku, Ali anauliza maswali mengi mno kuhusu Leo hadi anakuwa kero kwa mume wake. Hivi Leo ameoa? Atakaa hapa kwa siku ngapi? Kwani sasa anajishughulisha na nini? Hadi nakuwa kero. Na wakati Davis anajaribu kuomba unyumba, hakufanikiwa. Siku moja baadaye, tunaona bidada yuko bize sana jikoni na mapishi. Na Leo aliporudi, anakaribishwa mezani. Ila anasema sorry, sina njaa. Sijui kwa nini unaniepuka, but tunahitaji kuongea. Leo anasema maisha yanabadilika na mimi ni mtu mwingine sasa hivi, sio yule wa mwanzo, hatuna la kuongea. Wakati bidada anajaribu kumlazimisha, Davis naye anarudi. Anauliza, kila kitu kipo sawa kweli? Ndiyo. Hapana, amekataa kula asubuhi na sasa hivi pia amekataa. Davis anasema, huwezi kukataa mapishi ya mke wangu. Anamshika mkono na kumvutia mezani. Na muda anapata msosi, bidada anasema nimeandaa mananasi kwa ajili ya Leo kwa maana anapenda sana. Mshikaji anashangaa, wewe umejuaje? Na Leo anasema nilimwambia tulishapata mazungumzo tangu mwanzo. Wanacheka na kuendelea kupata chakula. Sasa leo Aria anaamua kuvunja ukimya baada ya mshikaji kuwa na mikausho muda wote. Amenunua mvinyo na kumwomba wazungumze. Wanapata mazungumzo kwa kina na anamwambia sijawahi kukutoa akilini mwangu na picha yako ipo hapa kwenye mkufu wangu muda wote. Jamaa haamini macho yake. Na baada ya siku kadhaa Leo anaaga kwa maana anaona vishawishi ni vingi sana, kwa hiyo mambo yasiwe mengi. Sasa Davis naye anakuta kipimo cha mimba chooni. Anauliza hii ina maana gani? Na baada ya kusikia ana mimba, anambeba kwa furaha sana kwa kuwa hili jambo ni kubwa mno kwa wanandoa. Na leo hii Ali anaamua kumwita Leo nyumbani kwake. Na Leo anamwambia hongera sana, Davis ameniambia kuwa wewe ni mjamzito. Na Aria anasema unakosea, kwa maana Davis ndo anatakiwa kukupongeza wewe, kwa maana wewe ndiye baba wa mtoto. Leo anashangaa, kivipi? Ni kama sijaelewa. Anaamua kumpa karatasi ajionee mwenyewe, ila naye anashangaa na anauliza hii inawezekanaje? Ndipo tunagundua kuwa kumbe ile siku anapata mazungumzo, jamaa alilambo busu kisha wakamalizana pale pale. Ama hakika hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Na Leo haamini anachoambiwa, kwa maana anakosa hata namna ya kumtazama Davis usoni kwa alichokifanya. Aria anajaribu kuweka mambo sawa, ila Leo anashindwa kukubaliana na ukweli na anaamua kuondoka. Na baada ya miaka 7 kupita, tunaona maisha yamebadilika sana na watoto wamekuwa. Sasa watoto wakiwa wana play games, ghafla wanapata ugeni ambapo Leo anarejea baada ya miaka 7 kupita. Na bidada anapatwa na wasiwasi baada ya kumwona Leo. Anawatoa watoto haraka ili wapate mazungumzo. Na anamuuliza, kwa nini umerudi baada ya miaka yote hii? Sikutarajia kukuona hapa, kwa maana ana wasiwasi sana na ndoa yake. Na mshikaji anasema hamna kitakachobadilika, kila kitu kitabakia kuwa kama mwanzo. Ninaheshimu sana ndoa yako. Na tunaona maisha yanaendelea kama ilivyo kawaida, ila Aria anachukizwa na tabia ya watoto
kwa maana watoto ni watundu kweli kweli. Wakati wanaendelea kupiga stori na kufurahia, ghafla wanasikia mayowe ya binti yao. Hatimaye utundu umezaa matunda. Ila wakati wanafika hospitali, wanakutana na sintofahamu, kwa maana Davis hana uwezo wa kumchangia damu mwanawe. Ila baada ya muda, Leo naye anakuja hospitali na kuulizia hali ya mtoto. Ndio anamwambia kuwa hamna damu inayoendana naye hapa hospitali. Na kwa kuwa yeye ndio baba halisi wa mtoto, anajitoa na kumtolea damu. Na vipimo vinaenda sawa kabisa, jambo ambalo linakuja kumchanganya mno Davis. Anavurugwa, anachanganyikiwa, kichwa kinakuwa na maswali mengi mno. Yeye ni baba mzazi, nashindwa kumtolea damu mwanangu. Alafu rafiki yangu wa karibu anakuwa na uwezo wa kumtolea damu mtoto wangu. Hii inawezekanaje? Na inamuumiza kichwa sana. Mwisho wa siku anaamua kumwambia daktari wanahitaji kupima DNA. Baada ya siku kadhaa kupita, Leo anamwalika Leo mbele ya familia nzima na anawapatia vinywaji. Na anasema nina furaha sana leo, nina jambo la msingi la kuambia. Kwanza, kampuni yangu imekuwa sana, na hii yote inachagizwa na uwepo wenu, kwa maana furaha yangu ndiyo furaha yenu, na nyie ndio watu ambao mnanitoa mawazo pale ambapo ninakuwa nimevurugwa. Kwa hiyo ninahitaji kuwapa shukrani za kutosha siku ya leo. Na jambo la pili, mtu wangu wa karibu sana ameokoa maisha ya binti yangu. Anawaambia fungueni hizo bahasha, kila mtu ana zawadi yake humo ndani. Na baada ya kufungua bahasha, wanakutana na majibu ya DNA. Kila mmoja anavurugwa balaa mno, na kila mmoja anapigwa butwaa kama ambavyo tunaona. Wakati Leo anajaribu kuondoka, Davis anasema acha ujinga, huwezi kuondoka, kalisha iko kijambio chako hapo chini, huku anamtishia na kisu. Na tunamwona dada yake Alia akijaribu kujiondoa kwenye lile jambo, kwa maana anasema mimi nilimshauri, nilimwambia kuwa hili jambo ni la hatari sana, lakini hakuweza kunisikiliza. Mimi sihusiki kwa lolote hapa, naomba niondoke. Davis naye anamwambia wewe ni miongoni mwa hawa wanafiki, huwezi kwenda popote. Kumbe kwenye vile vinywaji Davis alikuwa ameweka dawa ya usingizi, na tunaona anaanza kudondoka mmoja baada ya mwingine, na anawashushia maneno magumu sana. Na muda wanaamka, jamaa akashaondoka bila kuwafanya chochote. Anachukua watoto na kwenda kuishi nao London, Uingereza. Na watoto wapo kwenye gari na babao, wanamuuliza maswali mengi mno. Kwani mama yupo wapi? Na kama tunahitaji kuondoka hiyo sehemu tunayotaka kwenda, kwani hatutakiwi kwenda na mama? Ndipo babao anawajibu, mliniomba vacation ya kuwapeleka Uingereza. Hapa tunasubiri ndege ili tuanze safari yetu ya kuelekea London. Watoto wanafurahi mno. Anawachukua watoto na kwenda kuishi nao London, Uingereza. Ama hakika mwisho wa ubaya huwa ni aibu. Na huu ndio mwisho wa mzigo wetu wa kuitwa Let Me In Again. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili Movies kwa siku zijazo. Goodbye.